Mtazamaji popote ulipo, imepita 12 saa za Afrika ya Mashariki. Jioni hii karibu kwenye taarifa za Dira ya Wiki, siku ambayo ya Ijumaa. Kama kawaida huwa tunakuja na taarifa alafu baadaye kidogo tunaingia kwenye mjadala ambao tumekuandalia siku ya leo. Na hii leo mtazamaji, kwenye mjadala wetu tunaangazia umuhimu wa baadhi ya jamii kuamua kwamba watakuwa na sauti moja. Leo tuko na wageni hapa tukijadili sana swala la jamii kutoka sehemu ya magharibi kule, jamii ya Waluhya ambao hivi majuzi waliamua kukaa chini kufanya utafiti na kumtoa kiongozi mmoja ambaye sasa amekuwa msemaji wa jamii hiyo. Je, kuna umuhimu wa kuwa na miungano kama hii hususan katika jamii hapa nchini Kenya? Hii ndiyo mada tutakayokuwa nayo hapa studio. Tayari wageni wetu wamewasili hapa studio, lakini kabla ya kwenda kwenye taarifa kamili, mtazamaji, pata vidokezo alafu nije nikuarifu na yale ambayo yamejiri siku hii ya leo ya Ijumaa. The basic document for negotiation is the CBA, and we request the authorities that this be accepted. Madaktari wakataa nyongeza waliopewa na serikali ili kusitisha mgomo, huku wagonjwa bado wakiwa taabani. The sad story about it is that the Speaker of the Senate, working in conspiracy with the Jubilee leadership. Muungano wa upinzani yapuuzilia mbali maamuzi ya bunge la Seneti kuhusu sheria ya uchaguzi. Na kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa, Aden Duale, yumo mashakani baada ya kudaiwa kutoa matamshi ya chuki. Barabara mtazamaji, karibu kwa taarifa kamili. Madaktari sasa wamekataa nyongeza ya Rais Uhuru Kenyatta ya 40% baada ya mkutano na baraza lao kuu. Hatua hii inamaanisha kuwa madaktari wataendelea kugoma huku mashauriano kuafikia matakwa ya madaktari hao yakiendelea. Mapema alasiri ya leo, waziri wa fedha aliweza kuzungumza na vyombo vya habari, lakini kwanza tusikie kauli za viongozi wakuu wa madaktari hao. We reiterate again that the basic document for negotiation is the CBA, and we request the authorities that this be accepted. Once the CBA is accepted as the basis for negotiation, then the matrix of implementation can be negotiated. But I don't think the idea of negotiating outside the CBA, in our opinion, is negotiable. We have remained at our workplaces until the 5th of December. The government signed a document. Remember, we are calling it collective, between the government and the doctors. Bargaining, it was bargained and agreed. That's why it's called a collective bargaining agreement, signed in 2011. Then the government went in 2013. Then the government went on strike. Now it is our time to go on strike. So the government to do its part. As you are aware, the talks continue. From here, we are going for the talks. And as we have said, the talks will continue. Mtazamaji, wakati huo huo, waziri wa fedha Henry Rotich amewakosoa viongozi wa vyama vya madaktari kwa kukataa nyongeza ambao walipewa kutokana na mkutano uliofanywa hapo juzi kati yao na Rais Uhuru Kenyatta. Rotich, ambaye alikuwa katika kikao kimoja na waziri wa afya Cleopa Mailu, wamesema kuwa wagonjwa wanazidi kuathirika kutokana na misimamo mikali ya madaktari ambao wamegoma sasa ikiwa ni wiki yake ya 4 ama siku ya 33. So this doctors union decision is not only painful, but most regrettably, considering that the persons who are most affected by the prolonged industrial action are our brothers and sisters who are most vulnerable and needy members of our society. Notwithstanding this development, the government is committed to providing a solution to the ongoing doctor strike. At this juncture, the government takes this opportunity to thank the doctors, clinical officers, nurses, and other medical personnel who are working and providing medical care in various parts of the country.
As a show of our commitment to a negotiated settlement, the national and the county governments will continue to dialogue with the Doctors Union. Kwingineko, muungano wa upinzani CORD umesema utatumia kila mbinu za kisheria ili kuhakikisha kuwa yale ambayo yamepitishwa na mabunge yote mawili kuhusu marekebisho katika sheria ya uchaguzi yanaharamishwa. Wakiongozwa na Seneta Moses Wetangula na kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka, viongozi hao wamedai kuwa Jubilee ina lengo la kuiba kura katika uchaguzi mkuu ujao mwaka huu. Kadhalika wametangaza kongamano la kitaifa siku ya Jumatano ijayo ambapo watatoa taarifa kamili. The sad story about it is that the Speaker of the Senate, working in conspiracy with the Jubilee leadership, imported the bad manners of cheating in elections to the Senate and rigged the vote that made this bill move to the next level. And we'll make it clear to the nation what our next course of action will be. But you can begin to see. And even looking at the debate in the House, Jana, it is clear nobody disputes that the sovereign power of this country, of this republic, vests in the people. Even this, my friend General Kaiseri at the funeral of Mzee John Keane actually told me he was ready for us. Na kwamba tulichukua msimamo wa kibusara kusema tutangojea uamuzi wa Senate. Kwa hivyo ajiandae basi. Ajiandae ndugu huyo, kwa sababu hatutakubali wizi wa kura uimarishwe, uzidi kila wakati, kila baada ya uchaguzi. Na hali hii ni nchi ya kiajabu, nchi ya kidemokrasia, chini ya katiba mpya ambayo tuko nayo. Aliyekuwa naibu spika na mgombea wa kiti cha ubunge katika eneo bunge la Garissa mjini Farah Maalim akiandamana na mwenzake ambaye ni mgombea wa kiti hicho Abdi Yare ambaye pia ni naibu kiongozi katika chama cha ANC walifika mbele ya wapelelezi kushinikiza kukamatwa kwa viongozi ama kiongozi wa walio wengi bungeni Aden Duale. Duale anaripotiwa kutoa matamshi kwamba Wakamba wote katika kaunti ya Garissa wafurushwe, huku madai ya kuunda kundi la vijana wahuni yakiibuka. Inadaiwa kuwa watu watatu kufikia sasa wamevamiwa na kuumizwa. Kwa sasa kiongozi wa wengi katika bunge la taifa Aden Duale amefika katika makao makuu ya CID hivi tunavyozungumza. Honorable Duale is now recruiting jobless young men, youths in Garissa, to use them to carry out mayhem on what he considers to be his own opponents, as well as the supporters of his own opponent. And that includes me, the Captain, the Deputy Leader of ANC, Captain Abdi Yare, and a host of other candidates also who are vying for the same constituency. You remember a little while back, I think a few months back, there were the 6 members of parliament who were taken to court for incitement, for hate speech. And if you compare what Honorable Duale has said to what those members of parliament have said, then we all expected Honorable Duale to be behind bars as we talk today and to be arraigned in court. We want to see whether this government's pronouncements on trying to maintain peace in this country in the run-up to the next elections are only designed as a selective application of the law, where some people can flout the law the way they want and others can be made to live by the law, or it's a country where there is equality in the application of the law itself. Already we are having victims out of the hate speech in Garissa for the last 3 days by Honorable Duale. It's very unfortunate. What we are seeing is serious political depression by some leadership at national and local level. It's quite unfortunate. This kind of political depression will result to losing of lives, and that has almost happened in Garissa yesterday evening. Selective application of the law
selective application of kind of action being taken by the government should not apply in this case. Mtazamaji, kama nilivyokuelezea, hivi sasa katika makao makuu ya CID hapa jijini Nairobi, kiongozi walio wengi bungeni Adan Duale amefika ili kuweza kuhojiwa na vile kuandikisha ripoti ama taarifa yake. Kwingineko, wananchi, wanasiasa, jamaa pamoja na marafiki walijitokeza kwenye ibada ya wafu ya aliyekuwa naibu wa waziri Mark To katika kanisa la AIC Milimani hapa jijini Nairobi. Wote walimsifu kwa kuwa mcheshi, mkakamavu na mtu mwenye maarifa mengi ya maisha. To anatarajiwa kuzikwa nyumbani kwake Kapseret katika kaunti ya Uasin Gishu siku ya Jumatatu wiki ijayo. The late Mike Wamalwa described him as a man who had the uncanny ability of dining with kings and still maintain the common touch. I think those words would perfectly describe Mark To. And I can tell you, this man saved the political careers of very many people. Of course, along the way, he also dealt with some others. The truth must be spoken. But I can tell you, ministers who had had a difficult moment, or politicians, and they were trying to figure out how to make good with President Moi, you would actually find a minister driving to Mark's home or calling him to say, wewe ende uko kwanza, unizungumuzie, alafu niambie kama sasa mambo ni mazuri ndio nipige simu nikuje huko. Na hatimaye, mtazamaji, gavana wa kaunti ya Kilifi Amason Kingi sasa ameungana na gavana wa kaunti ya Mombasa Hassan Ali Joho kupuuzilia mbali baadhi ya miradi ambayo imezinduliwa na Rais Uhuru Kenyatta kwa misingi kwamba ni hatua ya siasa na kwamba serikali ya Jubilee haina ufahamu wa chanzo cha miradi hiyo. Ziara ya Rais Uhuru Kenyatta katika pwani ya Kenya ambayo imeambatana na uzinduzi wa baadhi ya miradi ya maendeleo imeonekana kuwakera magavana wa ODM katika maeneo hayo. Gavana wa Kilifi Amason Kingi amemtaka Rais Uhuru Kenyatta kutojivunia miradi aliyosema imefadhiliwa na benki ya kimataifa kama miradi ya serikali ya Jubilee. Akikariri miradi kama ule wa maji safi na maji taka unaotoka Kakuyuni kuelekea Kilifi unaogharimu takriban bilioni 2.3 mkopo wa World Bank, Kingi amesisitiza kwamba alitumia fedha za mradi wa maendeleo CDF kuzindua mradi huo alipokuwa mbunge wa Magarini na kwamba hatua ya rais ni ya kisiasa inayonuia kuwarai wapiga kura. Leo hii wanakuja hapa Kilifi wanasema kwamba sisi Jubilee tunawajali wakazi wa Kilifi, mpaka tumeleta bilioni 2.3 za kuwaletea maji, pesa ambazo mama na baba na kijana wa Kambicha ni deni lako na utalipa mwenyewe. Uhuru hatatoa hata ndururu moja. Kingi vile ameilaumu serikali ya kitaifa kwa kuhamisha kiasi cha shilingi bilioni 1.2 zilizonuiwa kusawazisha maendeleo ya kaunti hiyo iliyo kwenye kaunti zilizotengwa kufanikisha maendeleo walioahidi wananchi, akisisitiza kwamba wananchi wana haki ya kuchagua miradi itakayowafaidi. Serikali ya Jubilee inataka kutumia pesa hizi equalization kutekeleza miradi yao. Kwa maana kati ya zile pesa ambazo zinakuja hapa Kilifi walitoa milioni 600 kuweka katika barabara ya Malindi Salagate kuelekea kule sehemu za Malindi. Ni jana tu ambapo gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho na baadhi ya wafuasi wa Rais Uhuru Kenyatta walitofautiana hadharani wakati wa uzinduzi wa kivukio cha Buxton kilichojengwa kwa kima cha shilingi milioni 600. Tunataka tuone miradi ambayo imefanywa na Jubilee
government wakati huu wa mwaka 2016. Safari hii yule ambaye atadhubutu kutisha mwananchi ati wewe ni hii, wewe ni ile, wewe huwezi kuongea hapa, ujue ile hatua utachukuliwa ni wewe na Mungu yako mtaombana. Rais anatarajiwa kuzuru kaunti ya Kilifi atakakozindua baadhi ya miradi. Cecilia Wakesho, KTN News. Na mtazamaji, unaendelea kutazama taarifa za Dira ya Wiki. Hizo ni taarifa kuu siku hii ya leo. Taarifa zaidi ni saa 1 kamili kwenye taarifa zetu mwendo huo, lakini kumbuka Dira ya Wiki katika sehemu hii ya pili inaanza kwenye muda usiokuwa mrefu. Tuna mjadala hapa studio hii leo, umuhimu wa kuwa na miungano. Tayari jamii kutoka kule magharibi mwa Kenya, jamii ya Waluya, kabla ya mwaka wa 2016 kuisha, waliweza kumteua kiongozi wao ambaye ndo amekuwa msemaji wao. Je, hatua hii inamaanisha nini mtazamaji? Na je, kuna umuhimu wa kuwa na miungano kama hii katika jamii mbalimbali? Kumbuka ni mwaka 2017, mwaka wa uchaguzi mkuu hapa nchini Kenya. Wageni wangu tayari wamewasili hapa studio mtazamaji, na tutakuwa nao kwenye kutuelezea mengi zaidi kuhusu kwa nini wameamua kubuni muungano huu na yule kiongozi walionao baada ya hapo kuchaguliwa. Je, ni swala gani litakalofuata katika masala ya siasa? Usiende mbali, endelea kuwa nasi. Kwenye muda usiokuwa mrefu nitakuwa ni mwenye kuanza mahojiano hayo.